Ahmed Ben Bella, rais wa kwanza wa Algeria, alipata kusema kwamba if you want to survive you must die a little bit. Yani kama unataka kuishi ni lazima uwe tayari kwanza kufa kwa kitambo kidogo, akiwa na maana kwamba kwa chochote kile ambacho unahitaji ukifanya ni lazima uwe tayari kulipa gharama za kufanikisha hicho kitu. Na unaweza kujiuliza kwa nini leo nimekuja na ujumbe huu nikuletea, ama nikija kushirikisha ujumbe huu kwa siku hii ya leo. Ni kwamba kuna wimbi kubwa sana watu wengi sana wako wanatafuta mafanikio, wanatafuta kufanikiwa katika sehemu mbalimbali, lakini hapo tayari kulipa gharama. Ndio maana nikaja na ujumbe kwamba if you want to survive we must be ready to die a little bit. Lazima tuwe tayari kufa kwa kitambo kidogo ili tuweze kufanikiwa katika kile ambacho tunakitaka. Maana ya kufa ni nini? Haimaanishi kwamba unakata moto kabisa, kwamba unakata roho. Maana yake ni kwamba lazima uwe tayari kulipa gharama za kile kitu ambacho unakuwa unakitafuta. Kwa mfano nikizungumzia katika tasnia ya uongozi, wako wengi ambao wanahitaji kupata mafanikio katika uongozi, ila wako tayari kulipa gharama za uongozi. Mfano mzuri ni kwamba moja kati ya gharama ya uongozi ni kutoa maisha yako kuwa sadaka kwa ajili ya watu wengine. Lakini je, tuje kuwatafuta ni wangapi ambao wako tayari kutoa maisha yao kuwa sadaka kwa ajili ya watu wengine? Tutakuja kuona kwamba ni wachache sana ambao wako tayari kulipa gharama ya kutoa sadaka maisha yao kwa ajili ya watu wengine. Ila ni wengi sana ambao wanahitaji kuwa viongozi na wanadai pia na wao kwamba wapate kuwa na mafanikio. Ila walisema kwamba kama unataka kuwa kiongozi mwenye mafanikio ni lazima tayari kutoa sadaka maisha yako, yani maisha yako sio ya kwako, bali maisha yako yani maisha ya wengine. Hiyo ni kwa ajili ya wengine. Mali zako ulizonazo sio kwa ajili ya kwako wewe mwenyewe na familia yako wewe mwenyewe, bali ni kwa ajili ya kuwasaidia wanajamii wengine ambao wako wanakuzunguka. Kipawa ama karama ulionayo wewe sio kwa ajili ya kunufaisha wewe peke yako, hiyo ni kwa ajili ya kunufaisha pia watu wengine. Na kile chochote kile ambacho unacho hiyo ni kwa ajili ya watu wengine, kuboresha maisha ya watu wengine na sio kuishi kwa ajili ya watu wengine. Na sio kuishi kwa ajili ya maisha yako mwenyewe peke yako. Nikitoa mfano, kwa mfano kama Nkrumah alichukulia Ghana kuwa ni sehemu, kuwa sadaka kwa ajili ya Afrika nzima. Ndio maana alikuwa ni mtu ambaye anajitolea sana kufanya vikao vingi sana kwa ajili ya kuunganisha Afrika. Mapana Africanist wengi alikuwa anawaita kutoka sehemu mbalimbali kwa kutumia rasilimali za nchi yake, wanakuja kujadili mambo ambayo ni ya msingi ya kuweza kuendeleza Afrika nzima, kuikomboa Afrika nzima. Na Julius Kambarage Nyerere aliyachukulia maisha yake yeye mwenyewe kuwa ni sadaka kwa ajili ya Tanzania, lakini pia alichukulia Tanzania kuwa ni sadaka kwa ajili ya Afrika nzima, sio kwa ajili tu ya Tanzania peke yake. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba ukitaka kuwa mtu mwenye mafanikio ni lazima ujue gharama za kulipa katika hicho kitu ambacho unakitafuta. Unaweza ukawa unatafuta kitu ukadhani kwamba ukipata ndio itakuwa ni sehemu ya mafanikio yako, kumbe ukipata bila kulipa gharama ni sehemu ya maangamizo ya maisha yako. Kwa mfano huyu rais wa Kongo alikuwa anaitwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Alipambania nafasi ya kuwa rais na kwa akaipata, lakini akasahau, akashindwa kulipa gharama za uongozi kwenye nchi yake. Na baada hapo tunaona kwamba uko wake mpaka leo unanukuliwa vibaya, na tembea duniani kote kule ni vigumu sana kumpata msomi ambaye anaitwa kwa jina la Sese Seko Mobutu wa Zabanga. Sio kwamba hawapo, lakini wanaogopa kuyatumia hata majina yao wenyewe kwa sababu ni aibu kuyasikia. Maana tayari yule aliyeshindwa kulipa gharama za uongozi aliangamiza familia, alijiangamiza mwenyewe. Kwa hiyo utaungu kwako ndugu yangu kijana ambao unanisikiliza leo hii, unahitaji kuwa kiongozi ama unahitaji kupata mafanikio yote yale kwenye maisha yote yale, lazima utambue kwamba zipo gharama za kulipa, ikiwemo pia kujinyima baadhi ya vitu ambavyo wengine wavifanya ambao hawana maana kama ya kwako, ili usiweze kufanikiwa. Jina langu ni Zuberi Sabasi Mbiha, nasihi na mshauri wa vijana, lakini pia nafanya encouragement ya vijana kuingia katika safari ya uongozi ili tuweze kuleta mabadiliko katika taifa la Tanzania na katika bara zima la Afrika. Asante sana.